Ndio maana hatupaswi kuwachukia wenye dhambi, bali tunapaswa tuwaombee kwa Bwana ili Mungu apate kuwafungua, kwa sababu si kila mtu anatenda dhambi anapenda. Wengine wapo kwenye utumwa, na wao huko mahali hapo nanisikiliza, sijajua shetani amekufunga kwenye lipi. Yaweza kuwa amekufunga kwenye bangi, amekufunga kwenye ulevi, amekufunga kwenye uasherati, amekufunga kwenye zinaa. Kila ukitamani kufanyaje kutoka unashindwa. Lakini nataka nikwambie, lipo neno lilotumwa kwa ajili yako, kuja kututafuta tuliopotea ili tupate kupatanishwa. Ndio maana tunasema Yesu alikuja ili tupate kupatanishwa tena na Mungu, kwa wale tunaomwamini. Kwa wale tunaomwamini, ili tuweze kupatanishwa, ili upatanishwe upya na Mungu. Ndio maana maandiko yanasema lile neno tulilopewa, neno la upatanishi. Kazi yetu sisi ni kukuhubiria neno la Mungu. Utakapolisadiki, utakapolipokea, lipate kukupatanisha tena na Mungu, lipate kukuunganisha tena na Mungu. Maana ni jambo la kutisha mwanadamu kuishi nje ya mpenzi ya Mungu. Kuishi nje ya neno la Mungu ni jambo la kutisha, ni jambo la kuogopesha. Ndio maana hatutamani kutoka, hatutamani kukaa mbali na Mungu hata dakika moja. Sitamani nikae mbali na Mungu hata risali moja. Sitamani nikae mbali na Mungu hata siku moja. Natamani pale popote napokuwa, iwe natembea, nitembee na yeye. Iwe nimelala, yani niwe pamoja naye. Iwe nimeamka, nitembee naye kila wakati. Nafsi yangu ya kutamani Bwana, moyo wako umtamani Mungu, roho yako imtamani Mungu, maisha yako kiujumla mtamani Mungu. Yaweza kuwa wewe ni mzazi umeokoka, alafu watoto wako hawajamjua Mungu bado. Tamani na wao pia neema ya Mungu ifike kwao. Yaweza kuwa wewe umeokoka, unamjua Mungu, lakini ndugu zako hawajamjua Mungu. Tamani na wao wafikiwe na hii neema. Tamani neema ya Bwana ifunuliwe kwenye maisha yao. Neema ya Kristo ifunuliwe ndani ya maisha yao. Ifunuliwe ndani ya maisha yao.